Eh, watu wangu, hii kitu tunaendelea kuongea tu, watu wapende wasipende, kuhusu gender violence. Nitazidi kuiongea kila siku. Hii kitu imekuwa too much, gender violence, yaani wanawake kuumizwa, pia wanaume wanga wanaumizwa, si eti hawaumizwi, both sides, but wale victim wengi ni wanawake. Na juzi kwenye Facebook kitu nilikuwa nauliza, there must be a problem. Kwa nini mwanaume anakuchapa? Kweli kabisa, sio haki, hata kama umekasirika kumchapa bibi yako ama mwanamke. Na pia sio haki kwa mwanamke kudhulumu pia bwana yake. Sijui kama tunaelewana, sio haki kabisa. Lakini shinda iko wapi? Shinda iko wapi kwa wanawake? Kwa sababu lazima kuna shinda yenye inafanya wachape. Kwa sababu nilisema hakuna mwanaume anatoka mahali popote akuja achape bibi yake bure tu. Nitakupea kwa mfano, katika kipindi changu pale Facebook uanga najaribu kuongelelea ndoa, familia na mahusiano. Na sometimes kuna watu wenye uanga wananiita either kushikanisha ndoa, vitu kama hizo. Na juzi nimeshtuka sana wakati jamaa mmoja ameniita tuongee mezani pale na bibi yake, yeye na mimi. Huyu jamaa alikuwa analalamika, yeye anaendanga kazi asubuhi saa moja, anarudi saa moja jioni. Nataka msikize vizuri ili tujue nani anakosea mwingine. Huyu bwana wanga anarudi nyumbani saa moja jioni, na bibi yake hayuko kazi, anakuanga kwa nyumba, lakini kila kitu inaendanga sawa. Kwa hivyo pale shinda ilikuwa hii, bibi yake, huyu jamaa akitoka asubuhi, bibi yake wanga anatoka kutoka saa 7 hayuko kwa nyumba. Kumbuka wako na watoto wawili, mmoja ako class 7, sijui siku hizi wanaziita grade ama ni nini hivyo, alafu mwingine ako grade 3. Kwa hivyo jamaa, bibi yake ndio alimwambia anatokanga. Nilikuwa nauliza pale, nikauliza bibi, ni kweli wewe unatokanga saa 7 unakuja jioni saa 2 usiku? Bibi akasema ni ndio. Lakini shinda iko hapa, bwanake akimuuliza unatoka unaenda wapi, unakuja saa 2 usiku, unakuaga umetoka wapi, yeye hataki kumjibu, anakasirika. Bibi yake sasa anakasirika, ndio si ukiuliza umetoka wapi, hiyo ni shinda. Ndio nikauliza huyu bibi, ni kweli wanga unatoka? Akasema ndio, mimi natoka. Nikamuuliza unakuanga wapi, hataki kusema. Sasa huyu bwana alikuwa na hasira, akaniambia nimeona kila siku namuuliza unaendanga wapi na uendangi kazi. Mimi naingia kwa nyumba saa 1 nakuta hauko. Unakuanga umetoka wapi kutoka saa 7 mchana? Bibi anakasirika, eti unachunguza maisha yangu, eti uko insecure, eti unafikiri uko nje, kwani naenda kufanya nini? Sasa na utuambii mahali unatoka ni wapi? Kwa nini usituambie unaendanga wapi? Sasa unaona huyu mwanaume ako na haki, he has a right to know where my wives come from. Unaona? Na hiyo sasa ndio unakuta wanaume wengine unashikwa na hasira, kwa sababu huyu mtu ukimuuliza anaongea vibaya. Unakuta mtu ameshikwa na hasira, human is a human, anashikwa na hasira, anakugonga. So makosa iko kwa nani? Ndio, makosa iko kwake juu amekugonga, lakini nani amesababisha ugongwe? Wewe mwanamke. Kwa hivyo sometimes we are talking about men, they are bad. They are violating the right of women, but no, the women are very wrong.
they are also violating the right of men. Eh? Yeah. Tuambiane ukweli.